walongao walilonga. Ujambo mpenzi mtazamaji, na karibu kwa Nuru ya Mafanikio, tunapolikunjua jamvi letu kukupasha habari kwa hakiki na utendeti. Zikiwa ni saa 12 saa za Afrika Mashariki, mtangazaji wako ni mimi Fanani Mtambaji Jeffwa Ngombo. Lakini kwanza tupate vidokezo. Furaha ya sheheni katika sekondari za juu mbalimbali, huku mtaala ibuka na matumizi ya teknolojia ya kiteka anga. Wanafunzi hasa wa gredi ya 10 wavutiwa zaidi na mfumo na miundo msingi ya kidijitali. Changamoto za ukosefu wa maarifa katika matumizi ya vifaa vya kiteknolojia miongoni mwa idadi kubwa ya wanafunzi kushuhudiwa. Haya, karibu. Ni furaha kuu kwa wanafunzi sasa, kwani baadhi ya masomo yaliyoidhinishwa na mtaala wa kisasa yanahusisha matumizi ya vifaa vinavyovutia kama vile vipakatalishi, vibao vya kidijitali, vipanya vya kubonyezea na kadhalika. Aidha, wengi wamesadiki kuwa mtindo huu utawafaa na kuelewa zaidi, kwani ni mtindo na mbinu zinazowiana na mtazamo na fikra za kizazi hiki cha wanafunzi wa karne ya 21. Ripota wetu amezuru shule mbalimbali ikiwemo ile ya sekondari kuu ya Mafanikio na tufahamisha kwa kina. Titi la mama ni tamu hata kama ni la mbwa, wasemao usema. Hapa katika sekondari kuu ya Mafanikio masomo yamekuwa matamu zaidi. Baada ya wanafunzi kupokea vifaa vya kidijitali vikiwemo vipakatalishi na mashine za kuongea vibonzo na vigorongozo vya sauti kisanaa, yaani graphic designers. Vile huku darasani walimu waonekana wakiongoza wanafunzi kufanya tekelezi maalum za matumizi ya vifaa hivi. Asilimia kubwa ya wanafunzi, hasa wale wa gredi ya 10, wamevutiwa sana na mtindo huu wa kidijitali, na wengi tulipowahoji walijibu kwa kusema, nikianukuu maneno yao wakisema, mtindo ni fire si fire, mfumo ni noma si noma. Nikiripotia kutoka sekondari kuu ya Mafanikio, ni mimi ripota wako Samuel Muo. Kwingineko, katika shule ya sekondari kuu ya Pata Potea iliyoko mashinani maeneo ya ukame, imekuwa ni changamoto kwa idadi kubwa ya wanafunzi ambao hawana maarifa kimsingi katika matumizi ya vifaa hivi. Imebainika kuwa wengi wao hawakupokea mafunzo ya kimsingi walipokuwa madarasa chini, hivyo haya ni mapya kwao. Ripota wetu aliyeko huko mashinani atupasha zaidi. Kipya kinyeminga wa kidonda, wahenga walilonga. Niko hapa mubashara katika shule ya Pata Potea, ambapo baadhi ya wanagenzi wamepotea njia kwa kuyakosa maarifa ya kutumia vifaa kidijitali katika tekelezi zao. Wanafunzi hawa ni mara yao ya kwanza maishani kuyasikia majina ya vifaa hivi, kwani baadhi ya maneno yakitajwa wanafasiri visivyo. Ukimwambia chukua kipanya cha kubonyezea kwenye tarakilishi, yaani mouse, kwake ni panya mnyama, chakula cha paka. Ukimwambia tumia wifi, afikiri umemtaja mke wa mtu, yaani wife. Na ukiwaelekeza wanafunzi wakutane cyber cafe, wengi unawakuta hotelini wamepotea njia. Nikiripotia kutoka shule ya Pata Potea, ni mimi ripota wako Samuel Muo. Leo katika kitengo cha mgeni wetu tumebahatika kumpata Profesa Maarifa kutoka taasisi ya ukuzaji wa mitaala nchini, ambaye ni mchanganuzi wa mafunzo. Karibu sana Profesa Maarifa, utuarifu. Shukran. Ni kipi kimewavutia wanafunzi katika matumizi ya vifaa vya kidijitali katika masomo yao, hasa wale wa gredi ya 10? Suala hili la kiteknolojia limewapa idadi kubwa ya wanafunzi hamu na shauku ya kutaka kujua zaidi, kwa sababu mtindo na vifaa hivi vimewapa nafasi ya kufanya tafiti na vumbuzi zinazowiana na masomo yao, na ndiyo maana vimepata mashiko na kuwavutia. Na ni kipi hasa kimewafanya wanafunzi kama wale wa shule ya Pata Potea kupata changamoto katika matumizi ya vifaa hivi kwa ulimwengu wa tarakilishi, kama vile tumeona katika habari? Wengi wao huenda walikosa masomo ya tarakilishi katika madarasa ya chini na kusababisha ukosefu wa maarifa ya kimsingi, na ndiyo maana hili limewapa changamoto. Kwa utafiti na maoni yako, ni lipi suluhu la kusuluhisha changamoto hili? Itakuwa jambo muhimu na azizi kwa wanafunzi iwapo serikali na Wizara ya Elimu itazindua elimu ya maarifa ya kidijitali katika masomo ya msingi, ili mwanafunzi awe na umaarufu wa kufanyia tekelezi kwa urahisi
anapojiunga na gredi ya 10 katika sekondari kuu. Baadhi ya watazamaji wametoa mchango wao wa maoni kuhusu mchakato huu wa uzinduzi wa teknolojia katika elimu ya kisasa. Tomaso kutoka Liwazoni awaza kwa kusema, ni mpango mzuri kwani utawapa wanafunzi nafasi za kufanyia tafiti na vumbuzi za kisasa. Naye huyu ajitaye Cherono wa Kipke, mimi mjukuu wa Kipke wewe kutoka Milimani Madongo aporomosha kwa kusema, mambo ni mengi, masaa ndiyo machache. Ala, haya basi. Kwa kweli hiyo ni mcheshi. Profesa, tupe wazo lako la mwisho. Mengi zaidi yakihusishwa kama vile elimu ya wanafunzi iliyo salama mitandaoni na tafiti za ubunifu katika tovuti za elimu, yote yakiafikiwa, mwisho wa siku yatamfaa mwana, kwani ukiona vyaelea jua vimeundwa na isifuye mvua imemnyea. Asante sana Profesa Maarifa kwa maoni yako. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo tunalikunja jambo letu la Nuru ya Mafanikio kutoka chumba chetu cha habari cha Ndalani shule ya upili. Asante kwa kutazama. Bila shaka asante sana wanafunzi shule ya Ndalani kwa mafanikio hayo. Pia sisi